Wapi makofi ya mama? Hey. Wanasema usidharau mamako kama hukumuona kwa ujana wake. I wish nilikuwa hizo siku. Tungepiga wakina Maina watoke mbali tuchukue huyu. Lakini bahati mbaya hatukuwa tumezaliwa. Bas, party leader, asante sana. Mama amesema jambo moja ya kumbuka. Ningependa kutangaza kwamba ile siku ya uchaguzi wa UDA ni party leader wetu huyu alipeana mwelekeo. Akasema kwamba watu wa Olkalau wasijitokeze kupiga kura kwa chama ambayo sio yao. Na mimi nashukuru watu wa Olkalau wanamsikia sana party leader wetu. Vile alisema hivyo, hakuna mtu alijitokeza. Mliona mshindi wa UDA alipata 1167 votes only. Yani hata kufikia number 6 wetu. Yule number 5 wetu alipata kura mingi kuliko kura zote za aspirants wa UDA. Walikuwa wamejiandikisha wengi kwa sababu walijua Kasongo ni mtu wa kukamuliwa. Kasongo ni mtu wa kunyonywa. Sasa walijiandikisha wakijua wakienda kupiga picha State House watapewa milioni 5. So hata hao ambao walisimama hawakukuwa wana UDA, walikuwa tu mahasla wa Nyandarua huko wanatafuta kitu ya kukula. Tungependa kuwakaribisha sasa warudi nyumbani. Kasongo akipatikana na nyonywa. Bas, party leader, vile vile hao watu wa Nyandarua ni watu wazuri kwa sababu walikusikia na walikuonyesha heshima mingi na taadhima wakati kulikuwa na ile matanga ya the late MP. Walikuwa wamekupangia vibaya, lakini kwa sababu wewe ulikuwa dio ukapanga kualiko. Na vile ulifika pale, wananchi wa Nyandarua walikuonyesha mapenzi. Na kama mimi ningekuwa William Ruto, hiyo siku ningesoma rada, ningesikia ground haraka, hata hii mambo ya by election singeweka mtu. Kwa sababu William Ruto unaenda kuaibishwa ile aibu hujaiona tangu uzaliwe. Mimi nimesikia ati wanapanga strategy ya kukuja kulaunch na kurelaunch projects kama ishara ya kuwaomba mupigie kura UDA. Watu wa Nyandarua, ningependa musome historia. Mzee Daniel Moi alikuja kule Kipipiri, akaeka vigingi vya stima mpaka kwa kila nyumba. Hata kama uko na nyumba ya nyasi, nyumba ya mbao, wanaweka hapo mti ya stima. Wakati kura ilipigwa na KANU haikushinda, kesho yake mzee Moi akakuja akachukua vigingi zake akapeleka Baringo. So vile vile tu pia hizi matinga ambazo mtaletewa during campaign na kulaunch, we have a reincarnation of mzee Moi called William Ruto. Atakuja atalaunch mabarabara, na jamaa amelaunch mabarabara mingi za uongo mpaka akiona watu anadhania ni barabara. Ana barabara oye, akumbe ni. Sasa kwa heshima ya William Ruto, sababu Methu alisema tunamheshimu, lakini kwa sababu tunamheshimu na tungependa kumtambua hapa, nikisema barabara oye, mnasema oye. Barabara oye! Barabara oye! Bas, William Ruto. Tungependa kuomba msidanganywe na hizo projects. Akikuja kulaunch project yoyote, munamuuliza pesa ngapi umeweka katika budget. Sababu budget ya sasa hivi hata itoshi kulipa madeni ambayo anayo. Kule Kakamega party leader, zile projects zote alilaunch. Ile barabara ya kutoka Shinyalu kwenda Chepsonoi, ya kutoka airport kuenda Shinyalu, ya C41, ile ya Kuisero, zote sasa hivi matinga zimetoka. Kwa sababu anakuja na launch, anaenda nayo. Mambo ya stima, William Ruto akikuja kule Western anatembea na transformer moja. Ana launch, anakata, inabebwa, inakimbizwa, inawekwa the next constituency. Sasa hivi hata ile kinyozi alilaunch ati ameletea mtu stima, ilikatwa, alienda na stima yenyewe. So huyu mtu ni mkora na paka aende nyumbani. Mwisho, party leader, wakati ngatuliwa
kutoka kwa kiti. Nakumbuka hiyo siku, na kumbuka tulienda na wewe nyumbani kwako. Tulikuwa mimi, familia yako yote na wewe. Tukapata kwamba pale kwa boma William Ruto ashatoa askari wote. Hakuna mfanyakazi hata mmoja alikuwa kwa boma hiyo, hata mpishi. Walikudhulumu. Tukakaa na wewe pale, wakasema kwamba wewe unaitwa villager. Nakumbuka ukaamua urudi wapi? Kwa village. Wakaona hiyo village haijatosha, waseme wakuite Wamunyoro, kwa sababu hiyo village ilikuwa inaitwa nini? Wamunyoro. Sasa hivi hiyo village walidharau inaitwa Wamunyoro, inajulikana dunia nzima na iko na heshima kuliko Sugoi. Vile ulikaa pale Wamunyoro, Your Excellency, ukaanza kuongea na watu wako, wakasema huyu mtu ni mkabila, sababu ulikuwa unaongea na watu wako. Ulikuwa unaongea kwa lugha yako, wakakuita mkabila. Hapo hawakujua umaana ya wewe kama kiongozi kuanzia kwako na kurudi kwako. William Ruto alikuwa anajiita yeye ni sijui ni nini, national leader, akadharau nyumbani. Sasa mambo imeumana. Amerudi kwa watu wake nyumbani. Watu wake wanamwambia, "Ai, hapana." Sasa wewe ulikuwa umeenda huko nje. Hata hapa ni one term. William Ruto analia asubuhi na mchana. Kwa mara ya kwanza nimeona ameanza kuongea kabila yake vile wewe unaongeanga yako. Sasa William Ruto ni mkabila si mkabila? Mwisho, Your Excellency, as you also address those international issues, want to bring to the attention of the international community that the sovereignty of Kenya is very important. Western Kenya borders Uganda, 3 counties, Kakamega, Busia, Bungoma, and Trans Nzoia. At the moment, William Ruto is recruiting voters and registering voters from neighboring counties. This is a perforation of our foreign policy, na tungependa party leader utusaidie sana kwa maneno hayo ya kuregister wapiga kura katika mpaka wa Bungoma, Trans Nzoia na Busia. Lakini sisi tumepeana tangazo kwamba siku ya kura, kama wewe sio Mkenya, sababu tunajua kichwa ya Mkenya na kaaje, jaribu ukuje Kenya kupiga kura. Amewapatia IDs, vile anapatia Al-Shabaab IDs na wale ambao wanaua watu kule Sudan, vile vile pia amefika Uganda kule, anaregister watu kule. Tungependa party leader wetu tuongelee hiyo maneno na utusaidie. Otherwise, kama DCP tumekubaliana kwamba tunataka tufunze William Ruto adabu. Na adabu ya kwanza inaanza on Thursday pale Emurwa Dikir. Tunataka tumshinde home and away, si ndio? Wale wamama wa huko wamejitolea, wamesema hata hii kofia hata kama hawezi afford wanajifunga Uhuru bag ya green. Party leader anaongelesha kwa simu, wamesema ni one term. Sasa kama mandugu na madada wa William Ruto wanasema ni one term, sasa je, sisi si William Ruto ni one term? Nasikia sisi tukisema William Ruto must go, wale watu wa Sugoi wanasema William Ruto come, must come, sababu wanamuita nyumbani. So party leader, asante sana kwa kuongoza chama chetu. Tungependa sasa tukukaribishe party leader wetu ambaye pia ndio presidential candidate wetu wa chama cha DCP. Citizens Party. Anatosha ama toshi? Basi sote tusimame kwa heshima na taadhima tumkaribishe party leader